Hii ni Dimbani ya 107.3 Mufindi FM, mchezo unapoanzia na niliwaambia ni vijana wangu leo kuna kazi sana. Unajua kuna historia ya makombe kama haya yamekwisha kuibiwa. Hata kombe la dunia limesha wahi kujaribiwa. Tena si mara moja. Yametengenezwa zaidi ya mara 10 katika historia ya kombe la dunia. Na watengenezaji wake ni tofauti tofauti kutoka Brazil, Italia, na makombe haya yalishawahi kuibiwa zaidi ya mara 5. Kwa watu wanajua historia ile moja. Lakini ile kombe lishaibiwa zaidi ya mara 5 na watu wakatengeneza upya. Lakini wakati linaibiwa na tengenezo jingine, wakawa wanachokifanya wanatengeneza linalokuwa bora zaidi kuliko lile. Kwa hiyo wanachokifanya sasa hivi ndio utakapolichukua wanakusimamia vizuri kuliko linauliza. Na ndio maana kuga naulizi sana. Kisha pia kuweza kuibiwa. Ndio. Ilikuwa ni ushindani wa kuweza kuonekana sisi tutengeneza kitu bora zaidi. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya haya makombe kuweza kuwa. Na wataalamu walikuwa ni Italia na Brazil. Na Mexico ndio walikuwa wakishindana. Sasa kuna umenikumbusha ulipotaja Mexico mwaka 1970 ngapi hapa kwenye World Cup. Ndio. Kuna game moja ya Mexico na Uruguay. Mechi ilianza wachezaji wa Uruguay wote wakiwa wamekula kadi za njano. Ili wasilete ubabe. Hatari sana inapokuwa. Haitotembea nalo mjini tu na wanaweza kutazama tunasema vijana mbebe nini. Lakini kumbe mmeshachukua mali. Ila kwa vijana bado nzuri sana. Kombe zuri lakini pia lina thamani ya hadhi ya ubingwa. Lina thamani ya hadhi ya ubingwa. Baada hiyo ni free kick ya kwanza. Tuko nao mabingwa machampezi. Tuwakaribishe sana, na unajua sisi ni wana football, kwa hiyo leo kama mmeingia hivi afu mmeshachukua ubingwa kwa lazima mpewe kwanza. Ongeleni sana. 21 ni machampezi ambao si kutuwakilisha tu vizuri 107.3 Mufindi FM, kwa sababu unapoisema hits basi hauwezi kuyasha kuisema Mufindi FM, kwa sababu yeye ndio ambao mnatubeba kwenye michezo. Tungekuwa hatujitapi sana kama lingeenda mbele tu hapo kwenye frequency yetu ambayo inasikika, labda tukapata timu nyingine ambayo haitoki katika wilaya yetu Mufindi, basi hii kidogo ingetutia ubaridi. Karibuni sana, na tuko na mwenyekiti inabidi atambulishe jopo lake. Mwenyekiti, karibu sana. Hapa ni nyumbani kwenu na tunawapeni heko, tunawapeni hongera sana. Bana, kombe linang'ara hapa kwenye meza. Tunatamani tuwe live YouTube pale. Lakini tutaliposti baadaye video zake. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana. Kwanza hongereni sana kwa hili. Ndio, napenda kushukuru. Ndio. Kwa mshikamano wenu pia. Kwamba mmefanya kama media kutusaidia pamoja na kututangaza vile. Ndio. Kwa hiyo kwa upande wa kushukuru napenda kushukuru sana. Basi sisi bana tunapokea shukrani zetu, lakini tunafanya yote kwa sababu ya msikilizaji. Hizi ni pongezi kabisa kwa msikilizaji ambaye yeye tunajua yeye ndio shabiki nambari 1 kwetu sisi na kwenu pia nyie. Kwa hiyo msikilizaji wetu akihitaji kitu sisi tunamfanyia kadri ambavyo inawezekana. Tunaomba ututambulishie ugeni wako uliokuja nao hapa ndani, lakini pia athma yenu ya leo kuhakikisha kuwa mnakuja kutoa shukrani kwa wanamufindi ambao wanatusikiliza, wengine wako Igowole, Malamaziwa na kwingineko huko mbali ambako 107.3 Mufindi FM inasikika. Mwenyekiti, karibu sana. Asante. Ndio. Kwa jina naitwa Hosea Mwandene, mwenyekiti wa Fit Sports Club 21, lakini vile vile hapa nimeongozana na CEO. Ndio. Lakini vile vile nimeongozana na muasisi ndugu Tembe. Ndio. Kwa hiyo karibuni sana. Chief Executive Officer, CEO, karibu. Niko live. Kwa majina naitwa Pasco Samuel Lucas Ngaponda, almaarufu CEO, na imekuwa CEO kweli. Nilikuja hapa siku ya kwanza kabisa, ndio nikiwa na King Kevy hapa. Tuliruka live nikawaahidi wana Mufindi kwamba lazima tubakishe ubingwa. Lakini leo hii nakuja na ile kitu ambacho niliwaahidi. Ubingwa huko hapa Mafinga, huko mezani. Yaani kama ulivyosema, kama ingekuwa tuko live YouTube wangekuwa wanajionea, ingekuwa rahisi sana. Hili ni jasho la wana Mafinga na Mufindi kwa ujumla. Tunashukuru sana Mufindi FM kwa kutupa support, kwa kutupa muda wenu. Leo hii tumeamua kuwafanya watu wa kwanza kuwakabidhi ile kombe kuwaletea. Maana sisi kwetu hii tunaweza tukaita ni hadhi nyota 5 rasmi, ndio. Lakini sisi tunaipokea tu kwa niaba ya kila mtu ambaye kwa muda wake aliamua kusafiri japo kwenda kuangalia mechi, labda kutoka hata Changarawe kwenda tu Kinyanambo kwa ajili ya kwenda kuangalia mtanange. Ni kitu kizuri sana. Lakini pia kama haitoshi, tunaamini pia hata wale marafiki zetu ambao walikuwa wako mbali wakifanya dua na sala kuhakikisha kuwa
kombe hili linakuja hapa, basi sisi tunalipokea kwa ajili yao na tunawakaribisha sana 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 tena wakati mwingine, na hii sisi tumepokea kwa ajili ya msikilizaji wetu wa 107.3 Mufindi FM, na tunashukuru sana. Mazingira yalikuwaje ya ushindani? Hili natamani sana niongee na mwenyekiti wa timu, kwa sababu yeye ndio ana majukumu mazito. Wewe umemwajiri huyu, kwa hiyo huyu ndo anahakikisha kuwa yale ambayo mmekubaliana kwenye makaratasi yanakwenda vizuri. Mazingira ya ushiriki kuanzia ushiriki wa ngazi ya awali kabisa mpaka kuja kuchukua hili kombe, si kazi nyepesi, mwenyekiti Hosea. Kiukweli haikuwa kazi rahisi, ndio kama anavyosema mtangazaji. Kilichotufanya tukaenda kushinda kikubwa ilikuwa ni mshikamano na upendo kwa viongozi pamoja na wachezaji. Kwenye upande wa ufundi, kwa wachezaji tukajenga kisaikolojia na kuamini kwamba lazima tushinde, tuchukue kombe. Kwa mshikamano wetu kiujumla ndio uliofanya kubeba ile kombe kuja hapa. Lakini vile vile nitapenda sana niwashukuru kama redio mlivyokuwa nasi na mkuacha bega kwa bega, lakini nishukuru wanachama, japo tumeenda kwa kuchanga kwa bakuli, wametusaidia, hawakutuacha. Tumetembea kila mahali kwenda, wametuchangia kidogo walichokuwa nacho, hatimaye ubingwa tumeuleta. Sio ubingwa tu wa wilaya, ni ubingwa wa mkoa. Imagine tufikirie hapo kwamba ni ubingwa wa mkoa. Za kawaida kulikuwa na ile mambo ya Said, nadhani unanielewa. Tunaelewa yale bali. Sasa ndio nikawa najaribu kuwaza, walikuwa na wajenga wachezaji kibinu. Sema tu mimi niwapongeze kwa sababu mpaka walipofikia ndio inaonekana jitihada zao zimewalipa. Nzuri sana. Lakini kwenye kukamilisha sasa phase ya 4 ambayo ndio imeenda kupita na ubingwa. Phase ya ubingwa tu phase ya ubingwa, phase ya mafanikio. Ndio. Ikiwa na jezi nyeusi ambayo kiwalisia imeamua kupewa jina halisi, jezi yenye thamani. Timu ikaamua kuitwa Black Hits. Uchachana na jina kamili Hits 21. Timu iliamua kuitwa Black Hits. Hili ni official jina kama nickname. Bana, sasa hii ndio nzuri na Black Hits. Hili ni jina kwa ajili ya upambanaji wa vijana. Waliamua kuweka sura nyeusi na jezi yao nyeusi pia. Roho yao nyeusi, wakapambana, wakaleta ubingwa. Lakini niwashukuru sana wadau wote wa mji wa Mafinga waliotuchangia kwa chochote kitu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Yaani awabariki kwa pale walipojitoa. Bila kumsahau mheshimiwa mbunge. Kuna mechi tulikwama. Mheshimiwa Vila alituchangia. Bila kumsahau katibu wa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Mzee Kripa Mwamba alitusaidia. Chama cha mpira nacho kwa namna yake kitu support. Tunawashukuruni sana. Nadhani bila wao Hits isingekuwa leo mabingwa. Na pia niendelee kumpongeza muasisi wa Hits 21 Temperature. Bana nataka tumpe sana makofi yake kwa sababu unajua ni moja kati ya vijana ambao wanafanya vitu vingi vya kuigwa. Hana project moja, ana project nyingi. Kuna muda mpaka unamuuliza huyu jamaa anafanyaje mambo yote kwa wakati mmoja. Tumesafiri, tumeenda Morogoro, tukirudi tutarudi kwenye timu, tutafanyaje? Kwa hiyo bana tunampongeza sana Tempe na tunatamani siku moja tutaongea naye. Yeye sasa atuambie jinsi ambavyo wazo lilikuwa mpaka leo, na hii ni ishara ya ushindi, tunaweza tukaita hivyo na inabidi vijana wengine pia tuige. Tunapoona kwamba tuna mawazo, mara nyingine si fedha. Inasikia tu una mawazo, lakini kwenye mawazo yako watu wanaweza wakaweka fedha. Lakini licha ya kuwa na mawazo, uthubutu. Ndio. Uthubutu wa kuweza kusema chochote. Unaangalia ni mtu gani ambaye unaweza kumwelekeza jambo lako, then akalichukua kwa ukubwa. Maana yake akilichukua kwa ukubwa, basi ndipo mawazo yako yanaanza kuonekana ukubwa wa thamani yake kwamba ni ipi. Kwa alichokifanya Tempe, maana yake ni muendelezo sasa, na anakuwa ni kama nasema icon, kwa maana kwamba kioo kwa wengine kujua sisi ambao tunafuata tufanyaje, kwa sababu pia wanaweza kumtumia kama kioo kuweza kumuuliza. Tempe, karibu sana. Asante sana. Hapo tuko vizuri. Ndio. Kwanza nitaka nipate mrejesho kidogo kuwaweka watu sawa. Nakumbuka miongo kadhaa iliyopita nilikuja redioni katika kipindi cha Matendo ya Huruma
nikasema hits ni kitu fulani ni kubwa. Sasa ilikuwa ngumu mtu kuelewa kwa muda ule. Nadhani wanaanza kuelewa na ili niwaweke sawa. Kumbuka kwamba harakati za Hits 21 na wadau wake zinaenda speed kuliko watu ambao wako katika hili kitu. Sasa katika harakati za mpira nilifanikiwa, nilitia nia nikagombea wenyekiti wa Mdifa. Chachafa ya watu hapa kidogo sikuweza kupata, lakini nimekuwa pia ni sehemu ya kiongozi wa Mdifa. Hongera sana. Baada ya utendaji wangu wa miungo kadhaa pia nikabahatika kuwa kiongozi pia RFM kwa hiyo. Baada ya kuwa hii na hivyo vyeo ikabidi sasa timu ikabidhiwe kwa watu. Maana sina sifa tena za kuwa kwenye club. Kwa hiyo hata hapa mnaniona ni kwa sababu tu wameheshimu mchango wangu wa miungo iliyopita. Na kama unavyojua huwezi kuwa kiongozi wa chama cha mpira kama hujawahi kuitumikia club. Ndio. Kwa club ambazo nilitumikia ni Hits na Parish. Na baada ya kuwa kiongozi nikawakabidhi watu waendelee nayo. Lakini kwa busara ambao watu wako nayo wakaona si mbaya kwa hapa tulipofikia, pengine muasisi wa hapo mwanzo anaweza akawa na neno la kutushauri au kuna swali labda tukaulizwa gumu likahitaji msaada wake. Ndio sababu niko hapa. Hilo ndio tuliweke sawa. Na mwisho zaidi ndio pia tumekuwa tukishirikiana nao kama chama cha mpira upande wa Mdifa, ndio mara nyingi tunapeana hata kazi kwa Tempe utakuwa na hawa, si Duda utawashika hawa. Kwa hiyo mara nyingi natumwa pia kuiangalia hii timu kama inatokea kwenye kituo chetu cha Mdifa, ndio maana pia bado niko nayo. Ila napenda kuwashukuru zaidi watu. Sababu Hits ni jina, ni watu, ni jina tu, lakini watu ndio wanafanya kuwa Hits. Ndio. Kwa hiyo naendelea kuwashukuru, naendelea kushukuru mwenyekiti wa Hits, makamu mwenyekiti Bwana Hosea kwa kuamua kushikilia. Kama unavyojua Hosea ni mdau wa michezo miaka mingi sana. Hilo maana Hosea kwa kila sasa moja ya kitu kigumu ambacho kinakuja kuwa shida kwenye Hits. Hapa tulipoishia sisi. Tunawapa watu gani wa mpira ambao wanajua michango ya tuliyofanya na wataipeleka timu salama. Na jasho ambalo mmelitoa. Ndio maana tukaungana na watu kama Mafinga United ambaye ni Hosea, tukaungana na watu kama Kiarabu United ambaye ni Mfaume. Na wao pia wanafanya kwa upana wao. Kwa hiyo nadhani mengi zaidi kuhusu Hits mwenyekiti ndio anaweza kusema mipango ya huko kanda. Na labda la mwisho kabisa, ndio timu ni kitu cha wote. Mpira ni kitu cha pamoja. Hawa Hits wamepambana mpaka hapa. Wamempa Mfindi au wamempa mkoa. Haya, mali hii hapa. Kazi ni mikononi mwenu. Sasa huku tunakoenda hawatanyoshewa vidole hawa kama watashindwa. Sababu tunakoenda kunahitaji umoja wa watu wengi. Kwa hiyo nadhani hata wao kuja hapa ni shukrani pamoja na kuangalia wanakoenda wanaenda vipi. Sasa zaidi hivyo labda mwenyekiti wa Hits anaya zaidi. Ila mimi kama Tempe nashukuru kwa muda wote ambao nimeshirikiana na media na wadau wa Mafinga, na naendelea kushirikiana nao kwa mambo ya mpira kwenye nyanja yangu ya uongozi wa Mdifa na chama cha mpira cha mkoa. Lakini timu yote ambayo itakuwa inawakilisha mkoa mimi ndaishika mkono. Ila kwenye Mdifa timu zote za Mdifa ni za kwangu. Iwe Kinyanambo, iwe sijui Mashujaa, iwe sijui Choga, iwe sijui Tamba, zote ni za kwangu kama mtu wa Mdifa. Ndio. Kwa hiyo tunaamini kwenye ligi ya Mdifa tutafanya makuu na tutaendelea kutoa wakilishi. Lakini ukija mkoani timu zote pia ni za kwangu. Ile moja moja, ukija labda Isakalilo, ukija Isagwa wale wanaitwa Small Rangers. Na wengine wengi. Zile zote ni za kwangu kama kiongozi wa mkoa. Kinachohubiriwa ni kwamba mkoa upate timu ya daraja ya juu, mpira urudi katika mkoa wa Iringa. Hicho ndio kikubwa ambacho tunakihubiri. Kwa hiyo kwa machache haya naomba niachie maiki na niseme shukrani sana kwa Mufindi FM na wadau wote wa mpira mkoa na wilaya.